Kwa hiyo nafsi iliyo ndani ya damu ndio inayemwakilisha mwanadamu, na roho iliyo ndani ya mtu ndio inampa uhai mwanadamu. Haleluya. Kwa hiyo sasa damu ni kitu ambacho special sana kinazungumzwa katika mwili wa mwanadamu au kiumbe chochote. Na kila damu inauzungumza. Haleluya. Kila damu inazungumza. Hiyo damu ya kuku, hiyo damu ya sungura, hiyo damu ya mnyama yote katika ulimwengu wa roho inazungumza. Na ndio maana hata kwa makafara yote zamani walikuwa wakitoa viumbe vilikuwa vikisema. Na katika kusema vilikuwa vikiumba jambo ambalo linatokea kile ulichokuwa unaamini. Haleluya. Sasa damu ya Yesu ni ile iliyomwagika msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa hiyo ubatizo hauondoe dhambi. Ubatizo unaondoa dhambi ni pale baada ya Yesu kupigwa msalabani. Ndio sisi kinachotufanya tunaondolewa dhambi. Haleluya. Kwa dhambi zetu zinaondolewa baada ya pale Yesu alipopigwa msalabani, dhambi zetu zilifutwa. Na ndio maana sasa ukimwamini tu Bwana Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, damu ya Yesu ishakutangulia mbele. Kile kitendo cha kuamini tu, damu ya Yesu ishakutangulia mbele. Sasa nataka niwaambie kwamba nini nguvu ya damu ya Yesu? Nini nguvu ya damu ya Yesu? Damu ya Yesu ni damu ambaye imetuokoa na kutuwezesha na kututakasa. Nasi tumekuwa safi na tumekuwa huru. Haleluya. Asije akakudanganya tena mtu kwamba unahitajika tena kutakasika kwa damu nyingine yote. Huyo muongo. Ukifanya hivyo pia ni kosa. Kwa sababu Mungu saizi hatazami damu nyingine yoyote isipokuwa Yesu. Ndio maana sasa atutoe hapa madhabahuni, atutoe sadaka ya damu. Tunatoa sadaka nyingine. Haleluya. Kwa hiyo sadaka ambayo yenye nguvu katika ulimwengu wa roho ni damu ya Yesu. Sawa? Alafu sadaka nyingine ya pili yenye nguvu katika ulimwengu wa roho ni mtu kujitoa. Sema itoeni miili yenu kama sadaka ya kupendeza yenye maana kuliko sadaka ya mtu, kuliko sadaka ya kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sadaka nyingine yenye nguvu katika ulimwengu wa roho hii ya kujitoa vitu vyetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunazungumza sadaka iliyo bora zaidi mbele za Mungu na yenye manukato ambayo ni damu ya Yesu. Haleluya. Lakini anasema damu ya Yesu ni sadaka iliyomwagika msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Sasa kuna tofauti gani kati ya damu ya Yesu na damu zingine? Damu ya Yesu is the more. Damu ya Yesu ni zaidi ya damu zingine. Uzaidi wake pale ni pale ambako Yesu alikuja akiwa mtakatifu, hakuzaliwa kama wanadamu wengine na hakufa na kaburi likameza kama wanadamu wengine, lakini kaburi lilimtema kwa sababu yeye ni mtakatifu na alikuwa mwaminifu mbele za Mungu. Haleluya. Leo mwalimu amezungumza habari ya utii na unyenyekevu. Unyenyekevu sio kutembea hivi. Unyenyekevu sio kubana mikono hivi ndio unaitwa unyenyekevu. Unyenyekevu ni kujijua huko level fulani na ile level unahitaji msaada wa Mungu wa kuongoza. Haleluya. Na kutolea mfano ya watu wanyenyekevu ambao walinyenyekea na Mungu aliwahesabia haki kwenye Biblia. Unyenyekevu unayozungumzwa ni wa namna hii. Musa alikuwa ni mtu ambaye amekulia ikulu. Alikuwa amekuwa kwa Farao. Lakini alipoitwa mbele za Mungu, hakwenda moja kwa moja kuwaongoza watu. Alienda mbele za Mungu na kumuuliza Mungu, ni watu hawa nitawaongozaje? Haleluya. Ule ndio unyenyekevu, kwamba angeweza kuuliza. Hata Rahabu alisema hivi, si tumesikia habari ya huko Mungu alivyowafanyia Misri. Kwa hiyo walikuwa wana uhusiano kwamba pale jangwani na kule alikokuwa wanaenda, walikuwa wanajua kwamba tunatakiwa tuende wapi. Lakini Musa hakufuata hivi kwenda kuuliza, alitakiwa akaenda kuuliza kwa nani? Kwa Mungu. Kile kitendo cha kushuka na kusubiri Mungu akuongoze ndio inaitwa unyenyekevu. Haleluya. Kile kitendo cha kushuka kinaitwa unyenyekevu. Ndio maana Yesu kile kitendo cha kushuka duniani na kusubiri Mungu anasema nini duniani ndio inaitwa unyenyekevu. Yesu alikuwa afanye muujiza bila kupata mwongozo. Yesu alikuwa haendi sehemu bila kufuata mwongozo wa Mungu. Ijapo alikuwa na uwezo wa kufanya jambo lote duniani. Si unakumbuka muujiza wa kwanza amefanya pasipo kuamriwa na Mungu? Alisema kwamba wakati wangu mimi na wewe nini? Wakati wangu mimi bado. Lakini Mariamu akamlazimisha. Akasema watu akaenda kuambia Bwana yote atawaambieni mfanye nini? Fanya. Kwamba Yesu alikuwa anaenda kwa muda na manini
na majira. Kile kitendo ndio kinaitwa nini? Unyenyekevu. Utii maana yake ni kwamba unapoambiwa kitu na kutii, lazima na pia nawe akili yako ichunguzwe kwamba ile jambo ni kitii, linaweza litaleta matokeo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa damu ya Yesu ina thamani kuliko damu zingine kwa sababu yeye alitii na kunyenyekea. Haleluya. Kile kitendo sasa kilifanya kwamba sadaka zingine zisionekane zina maana mbele za Mungu, ila sadaka ya damu ya Yesu ikaonekana inafanyaje? Ina maana. Haleluya. Kwa hiyo utofauti wake ni kwamba hapo damu ya Yesu ilipokuwa inafanyaje? Ile kwamba ina maana. Na hiyo damu ya Yesu kazi yake ilikuwa kwa ajili ya kutununua sisi. Haleluya. Kutununua sisi, inatununua sisi na kutupeleka mbele za Mungu. Haleluya. Lakini damu au hizo kafara za Yesu, damu au hizo kafara zilianza wapi? Damu ilianza katika kitabu cha Mwanzo. Yaani mtu wa kwanza kuanza kuchinja mnyama alikuwa Mungu. Baada ya mwanadamu kutenda tu dhambi, alichinjiwa mnyama, akafunikwa ngozi ili kuficha aibu. Maana yeye alipotenda dhambi alikata majani, lakini Mungu akamtengenezea rehema. Lakini ilikuwa kama unabii kwamba nitakuja kumshusha mtu ambaye atamwaga damu kwa ajili ya ninyi mliopotea dhambini. Haleluya. Katika kitabu cha Mwanzo 3:21 ndio inazungumza habari hiyo, Yesu Mungu alipokuwa akiwachinja huyo mnyama. 3:21 Biblia inasema Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Pale sasa ndio alipokuwa Mungu, yani Mungu ndio alianza kuchinja mnyama. Na alipomchinja huyo mnyama ndio akamficha. Kwa hiyo kiuhalisia kwamba damu haya makafara yalikuwa ya nani? Yalikuwa yatoi dhambi. Na mtu anasema akiwa na dhambi ni kama mtu asio na mavazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu kuwafanya wapate vazi ili wafiche ile aibu yao. Sasa kile kitendo pia, damu ilikuwa ya zamani, ilikuwa iondoi damu, ilikuwa itoe dhambi, ilikuwa inafunika dhambi. Kwa hiyo ndio maana walikuwa wakihitajika kila mwaka, ilikuwa unatakiwa lazima utoe kafara ya kondoo. Kama una kondoo, na Biblia Kumbukumbu la Torati inaeleza kama una kondoo unatakiwa ulete hata ua. Sasa alikuwa hakuna mtu ambaye hana ua. Unajua ua njiwa, lazima upeleke damu hata ya njiwa. Yaani ilikuwa lazima upeleke damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini upeleke damu? Kwa sababu ulikuwa kila mwaka damu ile pale imefunika dhambi. Ile dhambi sasa damu ikiingia ndani ya mwaka inaondoka. Kwa hiyo lazima ile damu tena iletwe nyingine ifunike ile dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa haijulikani na hizo dhambi unaweza endelea kutenda kila siku, lakini ilikuwa inafunika. Lakini damu ya Yesu ya sasa, nguvu yake sasa yenyewe imefuta dhambi zote. Hata zile unazoenda kutenda kesho imefuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinachofanya wewe, unatakiwa wewe kukaa katika mapenzi ya Mungu. Haleluya. Iko hivyo. Kizazi cha leo watumishi wa Mungu wamekosekana kwa sababu watu wengi wanahisi kama katika kutenda kumhubiri Mungu wanavyojichafua zaidi. Kumbe katika Mungu, wewe moyo wako uko mbele za Mungu. Yaani Mungu ndio mwenye kukufanya wewe mtakatifu, lakini sio watu wenye kukufanya wewe mtakatifu. Haleluya. Sasa kwa sababu hiyo watu wamekuwa wanaogopa kwenda kushuhudia, sema nikashuhudie kilabuni watanitibua, nikashuhudie msibani watanitibua. Sasa iko hivi, ndio maana Mungu amekuta kwamba waovu wanafanya injili, na katika kufanya injili waovu wanafanya mambo makubwa ya Mungu, afu watakatifu wafanye, kwa sababu wanajihofu kujichafua. Haleluya. Sasa iko hivi, wewe usihofu kujichafua, Mungu ndio aliyekutakasa. Haleluya. Kama vile ukiwa umetoka kuoga, sio maana, haina maana kwamba utakiwa kwenda shambani. Ukioga na shambani kama unatakiwa kwenda, unatakiwa uende ukiwa umeoga hivyo hivyo. Maana yake ni baadaye ndio utakuja kurudi kufanyaje? Kujioga. Imradi tu ile kazi unayofanya inakuletea faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiogope kujichafua kwa sababu unafanya kazi ya Mungu. Ogopa kujichafua kama unafanya mambo yako binafsi. Haleluya. Lakini kama kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu, usiogope kujichafua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kizazi cha leo watu wamejikuta hiyo, watu wanaogopa kujichafua kwa sababu wao wanaona wameogopa watakatifu. Wanashindwa kufanya kazi ya Mungu.
Sasa hiyo itakuwa ni hatari. Haleluya. Sasa hapa ndipo alipoanza kutolewa sadaka ya damu kwa kuwapa mavazi wanadamu. Kile kitendo cha kuwapa wanadamu mavazi ndiyo sadaka pale Mungu alianza kuitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu wa kwanza kutoa sadaka, walikuwa wale wa Kaini na Abili. Ndio walikuwa watu wa kwanza. Hawakufundishwa na mtu yote. Adamu hakutoa sadaka. Hapana sehemu ilipoandikwa Adamu alitoa sadaka. Lakini Kaini na Abili walianza kutoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao walifundishwa na nani? Kwa sababu Mungu huyu anakaa kwa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakaa kwa mtu. Kama anakaa kwa mtu, ina maana Mungu alitawatengenezea msukumo wa kwanza kutoa hizo sadaka. Haleluya. Lakini kazi ya damu katika miungu sasa. Nataka kujua kwamba kazi ya damu katika miungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya kwanza, damu katika miungu hutengeneza agano. Damu yoyote ile inatengeneza agano. Ndio maana tunasikia hata ukienda kwa mganga akikufanyia kule, lazima tusikie njoo tukuchanje. Maana yake wanataka ile damu itengeneze pale agano kwamba Bwana ulikujaga siku moja, ili siku unapokubana huko kwamba anasema mbona na damu yake iko pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata wakisema kwamba hauna hicho, watakwambia leta kuku. Yaani lazima wanataka damu pale. Inatengeneza agano kwenye miungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukitaka kujua zile damu zinaongeaga. Damu yoyote inaongea, hadi ya kuku inaongea. Na ndio maana sasa wewe ukiwa umelegea na Mungu wako, wakikuchinjia kafara huko, wakasema tunataka huyu mtu awe maskini, ile damu inafuatilia na unakuwa. Na ndio maana sasa unatakiwa ufahamu kwamba damu ya Yesu ndio ina nguvu kuliko hizo damu zingine. Kitu ambacho unatakiwa ujue katika maombi, Roho Mtakatifu akikusukuma omba kwa damu ya Yesu, ujue kabisa hiyo ni vita ya miungu ambayo sasa ilisimamia kwenye maagano fulani. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inazungumza kuhusu habari ya malkia wa kuzimu. Anasema huyu hawezi kumshinda kwa jambo lote, lakini kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mwana kondoo unaweza kumshinda. Haleluya. Tena sifa, huyu malkia anakaa kwenye maji mengi, anakaa kwenye makusanyiko mengi sana ya watu. Haleluya. Sasa utakuja utaona kama mbinguni kugumu. Mbinguni sio kugumu. Lazima uvijue vitu muhimu. Kitu muhimu, damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani ni kitu muhimu kuliko unavyofikiri. Ni kitu special, chenye maana kuliko unavyofikiri. Haleluya. Sasa hiyo damu ya Yesu ambayo inazungumzwa ni kwamba damu ambayo inatengeneza agano. Hata katika kitabu cha Matendo, hata kitabu cha Kumbukumbu la Torati, wana Israeli waliweka agano. Mungu aliweka agano akasema pakeni milangoni. Hii ni damu ya agano ya kwamba mimi niwatoa Misri. Lakini anasema kwamba hii itasababisha nyie nisiwapige uzaliwa wa kwanza. Na anasema ile damu ilipokuwa ikipakwa mlangoni, amesema Biblia inazungumza kwamba Mungu alipiga wazaliwa wa kwanza wa Misri, mpaka wa kuku, mpaka wa wanyama. Yaani ile roho ya mauti ikifika, inagundua hii kuku ya kwanza, hii kuku sio ya kwanza. Inaua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nini? Damu imewekwa mlangoni, inatengeneza kwamba hii nyumba hutakiwi kupita, ila nyumba hii unatakiwa kupita. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unajua nini? Kwamba roho ina uwezo wa kumjua mtu. Roho inaweza kufuatilia kitu. Kwa hiyo iligundua kabisa ile damu ilitengeneza mpaka kati ya watu wanaotakiwa kuuawa na watu wasiotakiwa kuuawa. Kwa hiyo damu ambayo haipo inagundua nyumba hii anatakiwa tumtafute mzaliwa wa kwanza na mpaka tumpate. Haleluya. Kwa hiyo unapozungumza damu ya Yesu iko kwa ajili ya kukusaidia katika kutengeneza agano. Kwa hiyo wewe umekombolewa kwa damu ambayo isiyoharibika. Lile agano ambayo Yesu amemwaga pale msalabani, una uhakika na unauthibitisha kwamba mbingu ni yako na Mungu ni wako, kwa sababu damu ilimwagwa pale msalabani. Haleluya. Kwa sababu ile damu haikumwagwa bure, ilimwagwa kwa ajili ya sisi tuliokuwa tumetenda dhambi, ambayo tulikuwa tumepotea. Haleluya. Lakini anasema kwa ajili ya kitu kingine pia, kazi ya kwenye miungu hiyo damu, anasema kwa ajili ya kutafuta na kufuatilia, kwa ajili ya kufuta na kufuatilia. Hebu tusome katika kitabu cha Mathayo 26:28. 26:28. Haleluya. Mathayo 26:28. 28. Biblia inasema
Kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa hiyo pia damu hii inaenda inafuta na kuondoa dhambi. Yaani sababu nyingine damu hii damu ya Yesu kazi yake inafuta na kuondoa dhambi. Kama nilivyoanza kutangulia, ndio kiini kikubwa cha pale Yesu kupigwa msalabani ili amwage damu. Haleluya. Ilikuwa kwa ajili ya kufuta dhambi zetu. Haleluya. Hata kitabu hata kwenye Biblia Agano la Kale, zile damu zilizokuwa zinamwagika zilikuwa kwa ajili ya kufuta dhambi. Ilikuwa haifuti tu, ilikuwa inafunika kwa ajili ya kufunika dhambi. Inafunika dhambi ni kwa ajili ya kwamba watu wasihesabiwe hatia mbele za Mungu. Haleluya. Sasa kipindi hicho walikuwa watu wanazitumia zile damu, walikuwa wanatumia damu kama mazoea. Kama mazoea. Yale mazoea yale Mungu alikuwa anatuma manabii. Akituma manabii, hadi nabii Maraki aliuawa mbele ya madhabahu akiwa anawaonya. Tena nabii Maraki alikuwa akiwaonya kwa maneno magumu sana, wakamuua kwa sababu wao walikuwa wakitoa sadaka kama mazoea. Nataka niwaambie kabisa, hata sadaka hizo unazozitoa hizo sadaka usitoe kwa mazoea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ulikuwa nayo shilingi 100, ndio ilikuwa nyumbani shilingi 100, ina thamani hata hiyo leta 100,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Usije ukatoa sadaka yote kwa mazoea, utapoteza muda. Si wa kuteketeza tutateketeza, lakini wewe haitakupatia faida yoyote. Hutaona faida yoyote. Utakuwa mtu wa kunungunika, utakuwa mtu ambaye utaona kabisa hakuna kama usioni kama chochote, utanungunika. Lakini sadaka yoyote, mimi naonaga sadaka ukitoa kwa imani, hadi mimi silali ile mpaka nije nikuombee, yani mpaka nitakuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikuwa nafanya maombi wiki hii, nigundua nikifika baadaye nikikaa kwa utulivu, nagundua kuna mtu aliomba kwa imani. Lazima na mimi pia nimuombee, niongeze juhudi kwa imani, kwa sababu vita yake kwa imani, kwa sababu pia na mimi simekaa kwa ajili nimekaa. Mungu anakuwa ulimwengu wa roho, anaangalia mdhamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Yesu alikuwa mdhamini kwetu, kwa mimi nilipewa dhamana kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ukiomba kwa imani, ukitoa sadaka kwa imani, ni sadaka yako siri bure. Nakwambia hii mpaka nipigie magoti nikuombee, lile kusudi lako ambalo ulikuwa unaomba litatimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakina Kornelio walikuwa wakitoa sadaka kwa imani. Wakina Petro hawakukaa wakatulia mpaka wakaenda kuambia ambalo Mungu ametaka waambie. Na kina Petro alikuwa amegoma, lakini Mungu akamwambia usimwite mtu najisi niliyomtakasa mimi. Maana yake ni ile imani ambayo Kornelio alikuwa akitolea ile sadaka, ndio nguvu ambaye walikutwa wao hawakai watulie mpaka waende wakawaambie maneno ambayo Mungu anataka waambie wakina Kornelio. Haleluya. Ndio maana hata hii sadaka nawaambia hizi, usije ukatoa kwa kawaida, usitoe kwa mazoea. Haleluya. Hata kama shilingi 100, usiitoe kwa mazoea. Itolee kwa imani. Itolee kwa imani. Tanguliza maombi. Tanguliza, peleka dua zako. Unataka katika hii sadaka Mungu akusaidie nini? Akutokee nini? Akufanyie nini? Haleluya. Itakusaidia sana na utaona faida. Ndio maana Yesu alimwaga damu kidogo tu, lakini maelfu na maelfu wako mbele za Mungu kwa ile damu, kwa sababu alikubali kunyenyekea, na mwili wake ulikataa kabisa kwenda msalabani. Anasema na anasikia roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa. Akasema akaenda kwenye maombi, akaomba mara ya kwanza. Anasema akaona hajajibiwa, akarudi kwa wanafunzi wake. Akasema mmelala, msilale, ombeni msije mkaingia majaribuni. Akasema akarudia tena kuomba. Anasema baadaye sasa malaika akamtokea. Alipomtokea akatoka jasho, akatoka na jasho za damu. Maana yake nini? Malaika alikuja kumtia nguvu, umebaki kidogo tu. Ukienda tu msalabani, si duniani huku tumewanua wanadamu wote. Kwa hiyo cha kufanya hapo, wewe hapo uvumilie tu. Kwa hiyo Mungu akamtia nguvu katika kuvumilia ili aweze kwenda msalabani. Lakini hapo kulikuwa kuna watu wengi, kesho yake anatakiwa msubiri, wanatakiwa miujiza. Angekuwa mtu leo mwingine hivyo wanakuwa wanafanya, aende msalabani aache kutenda miujiza watu wanapomshangilia, angeenda kutenda miujiza. Kwa sababu watu wengi kipindi kile walikuwa wameshavuma, amesikika sana. Na ndio maana waliposikia ameenda msalabani, walienda kumshangaa karibu Yerusalemu nzima. Ni kweli yule mtu anaenda msalabani? Kumbe ni mapenzi ya Mungu. Unapozungumza mapenzi ya Mungu, hata ukiambiwa upite kwenye moto unatakiwa upite.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na maana Biblia, ndio maana katika kitabu cha Isaya Biblia iko wazi. Amesema hata ukipita kwenye maji mengi hayatakukaribisha. Hata ukipita kwenye moto hautakuteketeza. Kwamba kwenye moto utapita na kwenye maji utapita. Haleluya. Kwa hiyo sio kwamba ukiokoka baadhi ya majaribu unakuwa yaani majaribu unakuwa umeshinda. Kuna muda mwingine unatakiwa upite, Mungu akunoe, ukae sawa. Unapokaa sawa ndivyo unavyofanya kazi ya Mungu kwa ujasiri. Haleluya. Na nikwambie sasa, sisi wahubiri tunaohubiri sio kwamba maombi yetu tuliyoomba mbele za Mungu yote yamejibiwa. Hapana, una mengine maombi mengine Mungu hasemi chochote. Yaani hasemi chochote, lakini kuna maombi mengine kabla hujasema ametoa maelezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anatoa sana maelezo. Mimi nimekuja kujifunza kwa wale ambao wanafanya kazi ya utumishi wa Mungu kwa moyo wao. Hata kama ukijizuia, ndani yao unalikuta neno liwe kwa ajili ya huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu moyo wa mtu ndio sadaka ya Mungu mbele za Mungu. Na ukiwa mtu anafanya kazi ya Mungu kwa moyo, ndiko moyo ulikowekwa pale ambapo unapofanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana sasa ukiajiriwa kwenye kazi kazi za ajira ukiajiriwa, hata kama kazini hakuna kazi, unatakiwa ushinde kazi ofisini. Kwa nini? Ndio kwa sababu kuna mkataba wako pale na kuna mshahara uko pale. Haleluya. Na kwa Mungu hivyo hivyo, kwa sababu unafanya kazi ya Mungu, moyo wako uko pale. Kwa hiyo Mungu lazima akuangalie kwamba leo mwanangu amefika kazini. Leo amefika kazini. Yeye Mungu sasa anaangalia moyo. Kipimo chako kiko kwenye moyo. Haleluya. Na ndio maana unyenyekevu uko unaanza moyoni, alafu kumheshimu mwilini unamalizikia. Haleluya. Sasa damu hiyo ilikuwa kwa ajili ya kufuta dhambi na kuondolea dhambi, kama tulivyosoma katika kitabu cha Mathayo 26:28 inasema dhambi hii imefanywa kwa ajili ya ondoleo nini? Kwa ajili ya ondoleo dhambi. Kwa hiyo hii sadaka mara nyingi zinatolewa huku kwa ajili ya ondoleo dhambi. Lakini kule kwa upande wa pili sio kwa ajili ya kuondoa dhambi, wale wanataka kuimarisha maagano na kufanya level fulani ya mashindano. Lakini sisi damu yetu sio kwa ajili ya mashindano. Damu yetu sisi ya Yesu hii ni kwa ajili ya kuondoa dhambi na ishatutangulia. Ulipomwamini Yesu, wewe damu yako ishatangulia. Na ndio maana wewe ni kitendo cha kuamini. Na kama ushaamini, hiyo damu inafanya kasema ujui tu ni namna gani ya kuitumia. Haleluya. Na ndio maana na kuhubiria habari ya damu ya Yesu. Lakini pia na damu kwa ajili ya kulinda na kufuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu pia inalinda na kufuatilia. Inafuatilia kwamba huyu wetu, huyu sio wetu. Huyu wetu, huyu sio wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Iko hivi kwenye kufuatilia maisha mengine tunayoishi sisi ni kwa sababu baba zetu walimwaga damu, waliungana na miungu mingine huko. Lakini sisi hatuhusiki. Lakini wanaangalia DNA yao hii hapa, damu yao hii. Au babao na babake alisemaga hivi na hivi kwenye miungu fulani. Kwa hiyo wanakufuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna simu moja nikaendaga kuhubiri injili. Nimefika pale nimekaa. Roho za mizimu zikasema, huyu tunamjua, huyu wetu. Umeona? Kwa nini nasema huyu wetu? Kwa sababu kule walishakufanya. Na mimi nikagundua kwa nini wanasema hivi? Nikagundua baba zangu walikuwa wakitoa zile sadaka kwenye mizimu. Mimi nikasema kwa damu Yesu na kukemea toka. Nikakuta tayari hawasemi kama wananijua tena. Kwa sababu wanaangalia wakipima katika ulimwengu wa roho, wanagundua na wanakuwa wana uhalali. Na ndio maana unapokemea mtu pepo litoke, wengine wana halali, yani pepo liliingia kwa uhalali kabisa. Yeye akiamini kuna mtu alitengeneza pale mazingira kwa uhalali kabisa. Hata ukiona litoa linakubana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mhubiri mmoja Moses Kololo, alikuwa akihubiri ameenda kule Tanga. Akasema kwa jina la Yesu, pepo toka. Nikamwambia unatutoa wewe, mbona hujafunga siku 40? Sisi pepo tumefunga siku 40. Wewe mbona hujafunga siku 40 unatutoa? Umeona? Akamwambia hivi, ni kweli sijafunga siku 40. Lakini Yesu huyu naye mhubiri alifunga siku 40. Toka, pepo zikafanyaje? Zikatoka. Yaani zinataka uhalali. Katika Mungu wa roho kuna ushindani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna mtu mmoja akaenda kuhubiri Marekani. Alipoenda kuhubiri atoka Tanzania aenda kuhubiri Marekani. Anasema kuhubiri pale Marekani. Akatoa pepo. Akawa na kemele pepo likasema, "Wewe umefunga siku 3 kabla hujaja hapa. Lakini sisi tulifunga siku 7 tuzuie mkutano. Unatutoaje?" Inadai haki. Umeona? Sasa sisi tumefunga siku 7 tuzuie mkutano. Wewe unafunga siku 3. Mbona umetegea? Kwa Mungu wako mbona umetegea? Yule mchungaji akaenda
ile pepo akakaa kimya, akatulia. Kesho akaenda kwenye maombi. Alipoenda kwenye maombi akasema mimi kila saa naligeuza siku. Akaomba masaa 7 mfululizo. Alipofika kesho kwenye mkutano akasema ile pepo la jana lije. Akaikemea pepo ile ikatoka. Yesu asifiwe. Ndio maana kwamba damu ya Yesu au damu zile zinafataga kina fulani. Ndio maana kama umeokoka, okoka kweli. Sawa? Kama umemwamini Yesu, amini Yesu. Kwamba ukishamwamini Yesu, damu yako ishatambulia. Kwa hiyo wewe Yesu anakuwa anakufuatilia. Hata ukimbie wapi anakufuatilia. Hata watu huko wewe ukijifanya wewe unajipotezea unajua wewe mlokole. Wewe mlokole. Kwa sababu ile ukiri wako unakushuhudia. Unaweza sasa. Hata ukisema unajua, hata ukivaa kiuni, unasema wewe ndio walokole unavaa hivi. Hata ukikuwa mkorofi unasema wewe walokole unavaa, kwa sababu ndani yako kuna roho inakushuhudia na damu zile ile inakufuatilia. Na ule ukiri wa kumwamini Yesu unakuwa unakutafuta. Unaweza sasa. Na ndio maana sasa shetani hanaga mpango wa kumtafuta mtu ambaye hajaokoka. Hana mpango kwa sababu yuko kwenye zizi lake. Hivi unaweza kutafuta ng'ombe yuko kwenye zizi? Hapana, tunatafuta ng'ombe iliyo nchi. Hata Yesu anasema kondoo mmoja akipotea, tunaacha hao 99. Tunaenda kupata mmoja, na tukimpata huyo mmoja, tunachinja na kondoo wengine ili tuendelee kusherehekea. Hata anasema ndio hivyo, hata mtu ukipoteza ng'ombe, kondoo mmoja yule unamtafuta, ukifika nyumbani, unasema jamani tumempata kondoo, tunachinja tena na nyama nyingine. Tunaendelea kusherehekea ile tuliyopata. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake nini? Iliyopotea ndio inayotafutwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia wewe ulipomwamini Yesu ni kama kule umepotea. Wewe lazima ukutafute. Na ndio maana sasa uwe makini, usijioneshe kwake. Unatakiwa kwamba umkemee asije akakuingiza kwenye mahala ambapo sio pazuri. Sura katika kitabu cha Waebrania 13:20. Katika kitabu cha Waebrania 13:20 inasemaje? Basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu, mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ndio mchungaji mkuu kwa damu la agano. Sasa mchungaji sifa mchungaji yeye anatakiwa huyo kwanza ahakikishe ng'ombe kwanza, hakikishe anakaa zizini. Sifa mchungaji hakikishe huyo kondoo anakaa zizini. Sifa ya pili, lazima hakikishe huyo kondoo anamfuata. Sasa watu wa zamani walikuwa wanachunga kondoo. Nimeona kule nyumbani mara moja, wachache sana walikuwa wanachunga kondoo, anatakiwa mchungaji au anatangulia, afu kondoo zinafuata nyuma. Lakini siku hizi watu wanachunga, yeye anakaa, kondoo zinatangulia, yeye anakaa nyuma. Sasa wanasema kwamba sifa pia mchungaji lazima atangulie ili hata na mazingira anayechungia aone yeye salama. Afu wale kondoo wafike wafanyaje? Wale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu mwenyewe anakufuatilia. Sawa? Yesu mwenyewe anakufuatilia kwa sababu ile kitendo cha kumwamini kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, anakufuatilia. Tena iko hivi. Hakufuatilii, yani Mungu alivyo wewe. Ukitaka kujua, wewe nenda kwenye maombi. Anayekufuatilia wewe ni zaidi ya watu unaowajua huko mjini. Yaani ni idadi yake wanayokufuatilia, viumbe vinavyofuatilia kwa Mungu wa roho ni zaidi kuliko hao watu waliopo unayekaa nao kitani. Yaani malaika, hata Yesu alimwambia hivi kwamba Petro anamchinja, anasema kani Baba, sina uwezo wa kumuita baba yangu awaite majeshi 12 ya malaika, hawezi kuwapiga hao. Lakini anasema hii nyakati ya uovu, waache uovu awafanye waliokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe Mungu anaweza kuagizia majeshi mengi sana ya kuweze kufanyaje? Yaweze kukusaidia. Haleluya. Iko hivi, ukiwa unafanya maombi, yani wewe kila mtu hapa ana malaika wake. Ukiwa unafanya maombi, malaika wanaenda kutoa taarifa. Bwana, huyu mtu ameanza kuomba. Kuna malaika wa kukuletea habari. Alafu kuna malaika wa ulinzi, ni Mikaeli. Alafu kuna malaika wa sifa. Ukiwa unasifu pia anakuongoza namna ya kusifu. Unatakiwa uimbaje. Umeona? Sasa inategemeana ndani yako una nini. Ukiwa unafanya maombi ya kuwaombea wagonjwa, kuna malaika wa uponyaji. Wewe sasa ukikaa hapo unakuwa umekaa na rundo kubwa sana la viumbe vya mbinguni vinavyotaka kukusaidia kwa hilo swala. Maana yake wewe unafuatiliwa. Wewe ndio unajichanganya. Mungu amepiga tu upofu ili kwamba ujione huko huru. Bwana Yesu asifiwe.
Ukiwa sijui nini unataka uchumi, kuna malaika anayedili na uchumi wa kwako. Kwa hiyo ukiona uchumi umepigwa, maana yake yule malaika hajapata nafasi ya kukusaidia. Ina maana wewe hujajinyenyekeza. Ndio maana unaponyenyekea Mungu analeta msaada. Jamani, kunyenyekea sio kunyenyekea, sio unaponyenyekea unakuwa duni. Sasa unapokuwa duni yeye Mungu anakuongeza. Jamani, vile nguvu Mungu vishusha. Vidhaifu Mungu viinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitu kingine pia, kazi ya damu ya Yesu. Kazi ya damu ya Yesu. Kazi ya damu ya Yesu inatupa uhalali mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inakupa uhalali. Yaani pale ukiwa na damu ya Yesu inakupa uhalali. Uhalali wake uko hivi. Kule mbinguni kuna Baba, kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana na kuna Mungu Roho Mtakatifu. Lakini Mungu ni mmoja. Sawa? Kwa hiyo Mungu mmoja, Roho Mtakatifu anatengeneza uhusiano au anatengeneza muunganiko kati ya mwanadamu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule muunganiko anaotengeneza ni kwamba kukusaidia kwamba huyu mtu anataka nini na asaidiwaje. Unapozungumza baba ni cheo, ni title. Sawa? Ndio maana nyumbani kwenu hata kama kuna mume wako, hata kama afanye chochote, ile kuitwa baba kile ni cheo. Kile ni cheo. Sasa anaweza akatumia mamlaka yote. Ile mamlaka anayotumia unatakiwa ikusaidie. Sawa? Kwa mfano mimi pale nyumbani, kule nyumbani na wadogo zangu. Kile kitendo cha kufika mimi kaka, wakiniita ile kaka, hata kama mimi kuna wadada zangu kule wamenizidi mishahara, kuna wengine wameajiriwa wana hela kuliko hata mimi. Lakini nikifika wakiniita ile kaka, lazima wanisikilize. Hata kama nimefanya ujinga ambao watu wa kitoto, ile kiitwa kitendo cha kuitwa kaka, na ndio aliyofundishaga mzee, lazima wanisikilize. Kile kitendo cha kunisikiliza sasa, kinachofanya pale ni title. Ile cheo cha ukaka kile. Ndio wanasikiliza, wanasema hebu sikilize tena wanasemaje. Ndio nawaambia hili swala hivi na hivi. Na mimi najua kabisa hapa kama nimepewa nafasi ya kusikilizwa, lazima pia niombe hekima kwa Mungu anisaidie, maana nisije niwashauri. Wanasema kaka mwenyewe ndio alisemaga hivi. Kaka mwenyewe ndio alisemaga hivi ujinga. Lakini ukisema afu wakakaidi, wewe unakuwa nao mikono. Kwamba mimi uliwashauri lakini wao kwa sababu wana hela wakadharau. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa kile kitendo sasa unatakiwa ufahamu kwamba anapozungumza Mungu Baba, kile ni cheo, ni title. Na yeye Mungu akiamua kukusaidia wewe, anatumia mamlaka yote. Sawa? Mamlaka anaweza kutumia, anaweza kutuma neno. Yaani Mungu anaweza kutuma tu neno kule moyo wako likakusaidia. Pia Mungu anaweza kutuma mtu akakusaidia. Mungu anaweza kutuma jeshi la malaika likakusaidia. Mungu anaweza akashuka mwenyewe akakusaidia. Na mara nyingi anaposhuka mwenyewe ni kwa ajili ya wito. Yaani ukitaka uhakikishe kwamba umeitwa, Yesu huwa anakuja. Mwenyewe anakuja na mwanangu anakaa na wewe. Mwanangu wewe nimekuita. Kwa sababu hicho Bwana ni jukumu moja zito sana. Alafu sasa kwenye kuita Mungu unaweza hata ukiitwa siku moja unasema si angemuita mtu fulani anayeongeaga sana. Mbona anaongeaga sana kuliko mimi? Yaani hata mwenyewe ukijiangalia unaona kabisa. Sasa Mungu huwezi kumpangia. Mungu anajuaga mioyo ya watu. Tena mioyo ya watu anaifikiria katoka mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa iko hivi. Wewe hapo umechaguliwa kuliko wewe huko ni magari, kuliko wewe ni majumba. Wewe maana yake wewe mbele za Mungu unafanyaje? Una thamani. Kwa hiyo damu ya Yesu inatupa uhalali mbele za Mungu kuingia patakatifu. Wewe zamani ulikuwa uwezi kuingia patakatifu bila damu. Yaani mimi zamani kama ningekuwa kuhani hapa, leo msingesikiliza ibada yangu kama hamjaleta damu. Msingesikiliza neno la Mungu kama hamjaleta damu. Ilikuwa lazima ulete damu, mimi naingia patakatifu, nafungwa kamba. Nikifika kule nikiingia patakatifu, kama na dhambi nafia huko. Kwa hiyo walichokifanya makuhani wenzangu wanakaa huko pembeni, wanakuwa natikisa kamba. Kwamba huyu jamaa anaendelea au bado? Anaendelea bado. Nikitikisa nami wanasema anaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwa naendelea najua huko kumbe mambo yanaendelea. Sasa nikishazitoa zile sadaka zile, nikiteketeza, yale majivu yanaenda kumwaga nchi ya hema. Alafu sasa ndio ibada inaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo hii damu ya Yesu ishatangulia, iko mbinguni. Kwa hiyo cha kufanya ni wewe tu kupeleka maombi mwenyewe. Na haisubiri mpaka mimi nikuombee. Wewe mwenyewe ukishaomba Mungu anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho kitendo sasa kinachofanya hivyo ni kwamba inatupa uhalali. Ule uhalali katika maombi yetu Mungu anasikia.
katika maombi yetu Mungu anakutazama. Na ndio maana ukiomba toba, ukiomba rehema, Mungu anakutakasa kwa sababu damu yako ishatangulia. Haleluya. Lakini pia inadhibiti maagano. Hii damu ya Yesu haishii tu, kazi nyingine au nguvu ya damu ya Yesu inadhibiti maagano. Sawa? Ngoja niwaambie, kama unaota mandoto ya ajabu ajabu, badili leo maombi. Omba kwa damu ya Yesu, funga hilo lango hilo na shetani anayepata uharai kukuotesha mandoto. Kuna wengine wanaota mandoto ya nyoka, sio wanaota wanafukuzwa na masimba basi na nini. Badili. Omba kwa damu ya Yesu, hilo ni lango ambalo adui amepata nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa damu ya Yesu sasa ina uwezo kudhibiti maagano mengine. Si pale wananyang'anya wanasema, maana ukisoma katika kitabu cha Yuda amesema kwamba shetani alikuwa anagombania mwili wa Musa. Mungu akamwambia hapana. Mungu shetani alikuwa na hoja nyingi tu za kwamba mwili wa Musa ni wa kwake. Lakini kwa nini alimshinda? Kwa sababu pia Mungu yeye anaweza kufanya jambo lolote. Haleluya. Kwa hiyo ule mwili wa Musa ulinyang'anywa. Kwa nini walinyang'anyana ule mwili? Wakagundua Musa nani? Shetani alijua akichukua mwili wa Musa amewapata watu. Na Mungu akajua nikiwacha mwili wa Musa watu nimewakosa. Ndio maana Musa hakuzikwa na watu. Aliwaambia wewe twende kwenye mlima fulani utakufa huko. Kifo huko basi. Kaburi la leo hata lingewepo la Musa watu wangekuwa wanaenda kuabudu. Kani leo kuna kaburi la Yesu alifufuka, sio nenda. Leo tu Mariamu aliyemfufua aliyemzaa Yesu, sio watu wanamwabudu. Uone kwamba watu wanaangalia vitu ambavyo vya kuharibika kuliko vitu ambavyo vilileta utukufu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini sasa pia inadhibiti maagano. Kwa hiyo maagano mara nyingi yanakaza katika ulimwengu wa roho. Maagano yanayozungumza ni katika ulimwengu wa roho. Sawa? Kwa hiyo ukiona ndoto mbaya, ukiona nyumbani kwenu kuna vifo, ujue haya mavifo, haya manini, haya